Habari, naitwa Faudia Saidi, ni afisa habari kutoka Ahadi Project wakishirikiana na KIOHEDA chini na udhamini wa World Vision. Kama kaida yangu leo tena nipo kata ya Mbagala, nipo na baba bora. Miongoni mwa baba bora, japo mshangaa baba bora mmoja sana, nimekuja na baba bora wa pili naye niweze kuzungumza naye. Nipo hapa naye kata ya Mbagala. Habari? Nzuri. Salama. Safi. Mimi kwa majina naitwa Faudia Saidi, sio naitwa nani? Mimi naitwa Swaleh. Ni baba bora katika kata ya Mbagala, nikiwa na wakilisha mtaa wa Mangaya Izinga. Tunashirikiana na baba bora, nafikiri kwenye kata ya Mbagala tupo baba bora watatu. Yeah. Sasa kama wenyewe baba bora ni watu watatu, majukumu yenu ni yapi? Majukumu yetu sisi ni kuhakikisha tunatoa elimu kwa jamii juu ya kupinga mambo ya ukatili wa kijinsia, ukatili wowote ule katika jamii ambayo inatuzunguka. Ndio. Sawa. Sasa changamoto gani mnazozipitia katika mnapotoa elimu kwa jamii? Changamoto zipo kadhaa. Mfano, unapotaka kuwafikishia ujumbe baba bora wengine, na hasa elimu hii huwa inatolewa kwenye jamii kwa watu wa aina zote, tuseme kwa jinsia zote mbili, mfano mwanamke na mwanaume. Lakini sasa unakuta madhara makubwa yapo kwa sisi wanaume, ndio maana sisi tukaitwa mababa bora, tukapelekwa kwa ajili ya kuwaelimisha wenzetu ili waweze kurudi katika hali ya kawaida. Changamoto unazokutana nazo bwana, kuwapata kwanza hao washiriki wenyewe, na kila mtu ukimfuata ana imani zake, anaona labda mimi, kwa nini wewe uwe hivi, kwa nini unipe? Na sisi muda mwingine tunakuwa hatuna vitambulisho, yale mafulana peke yake anakuwa hayatoshi kwa mtu kukuamini moja kwa moja. Kwa hiyo lakini tunajitahidi kupambana, kutana na baba bora wenzetu wengine, jamii inazidi kutuelewa taratibu. Kwa sasa hivi unapokutana na jamii, unapokutana na jamii unakutana labda na idadi ya watu wangapi? Kwa idadi ya watu nakutana na watu wengi. Muda mwingine unaweza kukutana na watu 10, 15, lakini pia sizuii hata nikikutana na mtu mmoja kumpa elimu, maana kila mtu ana changamoto zake. Kuna baadhi ya watu wao hawahitaji uwape elimu, kwa mfano kwa watu wengi, yeye ukimpatia elimu akiwa peke yake, maana ukatili unatofautiana. Kuna mtu mwingine yeye ana mambo, kinachomsibu ni mambo labda ya ukatili wa kingono, kimahusiano, tuseme labda yeye mke wake, aidha unaweza kukuta ni ndani ya familia, mwanamke yeye anakuwa na, tuseme labda anamkatili baba kuhusu tendo la ndoa na nini, hataki kushiriki na baba tendo la ndoa. Sasa jambo kama hilo huwezi ukaliwasilisha kwa jamii, labda watu wapo 2 watatu, lazima mtu kama huyo uongee naye akiwa peke yake. Sawa. Sasa wewe kama baba bora, nini kifanyike ili wanavyotoa elimu yako kwa jamii kupitia mradi wa Ahadi? Cha kufanyika sasa hivi tuzidi tu kuboreshewa nini. Kwa mfano kama hivi tukiwa na vitambulisho, taasisi yetu ni sikivu. Taasisi yetu imeamua kutoa msaada huu wa kielimu kwa jamii. Kwa hiyo huwa hakuna kitakachoshindikana. Nafikiri jambo la vitambulisho tulishaliongea hata kwenye vikao vyetu tunapokutana na viongozi wetu, watuboreshee kwanza hilo. Hayo mengine tutazidi kuwaelimisha taratibu, na tangu tumeanza nafikiri saa hizi kidogo kazi imekuwa rahisi, wanatuelewa. Basi baba bora, nimekusikiliza. Asante sana kwa ushirikiano wako. Sasa ndugu mtazamaji, tumeweza kumsikiza baba bora, tumemsikiza mashauri wake, tumemsikiza majukumu yake anafanya kila siku, na imani kama taasisi ya mradi wa Ahadi itafanyia kazi swala hili. Mimi naitwa Faudia Saidi, na afisa habari kutoka Ahadi Project. Tukutane kipindi kijacho.